Wote baki na yule mvulana yule. Yule Javan siku. Javan pia leo anatoka. Ninabaki peke yangu hivi. Sasa wewe ukiangalia, ngoja nikuulize, wewe ukiangalia unahisi vitu anavyofanya dadako vinaleta picha gani kwa familia? Si ndio yanarudi sana, nimejitext ndio yanarudi sana. Yaani mimi sielewi. Waona mimi hata ile masi haiko akili yangu. Hapo ndio simuelewi. Hapo damparenta. Hapo ndio mgonjwa kabisa. Mgonjwa nini? Hapo ndio atakuja kuja kelele. Mpaka naambia wanangu hapo ni mimi na Obi hapa. Ndio kutia ndani. Lakini pale kwenu mbona kelele ni kawaida? Mimi sijakuja kwenu, sijawahi, yani tangu nijuane na wewe sijawahi kuja kwenu nikakuta amani, sijawahi. Ukija wewe na kama ile siku silikuja wewe na wananyamaza hivi. Wananiogopa. Wananiogopa na wanajua kitu wanafanya. Hata wewe unajua kitu unafanya. Kwa sababu ulevi wenu, ukiangalia ulevi wenu wa kipumbavu kabisa. Na mnahitaji msaada mkubwa sana. Sema sisi, hata wewe pia. Uona masi, akiamka na hapo. Tayari wako bwiko. Kwa hiyo analeweshwa kwenye ndoto. Sielewi. Wewe kinachokufanya ukae kule, usherekee pombe, kinachokufanya usikae nyumbani ni nini? Sasa pale mimi naambiwa mimi ndio firstborn. Waambiwa ujui. Waambiwa ndio firstborn ujui. Sinajua. Na mbona uambiwe? Unasema mimi nijitetee kama firstborn. Ujitetee nini? Sasa naona. Kwani wabageni firstborn wako? Sasa hivi yaani wana saizi. Hawapiga simu usikie wamfanya nini. Kwa sababu mimi naonyosha, mimi natega na pipe. Wanyosha vipi? Wanyosha vipi? Na wataandika. Tena basi mimi nampiga kama mwanamume, sipigi kama demu. Wewe unaona ni sifa hiyo. Na hiyo time ukipiga masi asi hata wewe pia umelewa. Hata nikaa hivi tu, nimekaa hivi. Basi kama pombe chukua kaa nayo hapo. Kaa. Leo ndo afu natoa viti. Leo. Mnajua ile matanga ni lakini nyinyi ndio mmeleta maibu. Watu wawili ndio wanapiga sherehe. Yule Afodi bibi yake Doni yotoka saa 11. Yotoka saa 11 kwa sababu hana amani. Hamumpi mwanamke watu amani, amefiliwa lakini hamumpi amani kabisa. Naambia kaa hapa. Usiogope, nitadili nao. Utadili nao na mwenyewe uko vyombo, utadili nao ni? Utadili nao vipi na mimi nakaa hivi nawaambia basi mtu akuja itakukulia pombe. Ngoja nilikutumia fare uje kitambo, mbona ukuja? Mbona ukuja? Unajua wana beki Kenya za kwambia. Mama Benea ni jana. Ni jana ndo mkuja. Sogezea gasi huko mwisho nyinyi mtachomana. Hiyo miguu ioni hapo ya nani? Wana jana. Elini na mama Benea mkuja. Nikwambia mama Benea. Kaeni hapa muone wenyewe. Wakaona zile picha. Unajua ngoja nikwambie kitu Ozi wewe huwa wapenda kujifanya yani the innocent sheep. No, Osborn, mimi napewa details zote zinatokea Mtongwe. Osborn wewe ndio mtu mzima but wewe ndio unaanzisha fujo. Asubuhi nikiongea na Elini ukimpa simu ulibwaga simu yake chini kwa nini? Kuna Elini? Utasema ukumbuke kwa sababu ulikuwa umelewa. Asubuhi sikuongea na wewe kwa simu. Niombe wanangu wewe. Mbona mnisumbua mimi? Wasumbuliwa wakati mimi nakwambia kwamba uje utengeneze nywele usafiri Kisumu uende ukiwa umependeza ndugu yako ukazike ndugu yako. Wasumbuliwa. Masa kija. Nijibu kitu nakuuliza, asubuhi ulikuwa unagombana nini? Kwa sababu mimi ninachoka. Wachokeshwa na nini? Nini umekifanya tangu hiyo matanga kwa nini umekifanya ambacho kimekuchokesha? Nauli umekatiwa uende kama mtu mzima. Mama amejisacrifice angalau ufike nyumbani ile heshima iwepo. Wewe anza kusema ati nimeibiwa nguo siendi. Surely. So kwa hivyo usiongee kama naibiwa nguo. Na si nilikwambia usiende na hizo nguo. Ukitoka hapa na ile bagi si nilikwambia usiende Mtongwe na hizo nguo. Si nilikwambia? Sasa ninakosea. Jibu swali, nilikwambia ama sikukwambia? So unaibiwa unalalamika nini wakati nilishakukanya? Nilishakukanya unalalamika nini? Hujui pale kwenu jumba la dhahabu? Hujui?
Imagine sipendi kunyamaziwa nikiuliza mtu kitu. Najua ndio. Na kama unajua unalalamika, ni tabia za kwenu unazijua. Kinachokulalamisha wewe ni nini? Nini kinakulalamisha? Wengine wanakuambia wewe ndio firstborn. Hujui wewe ni firstborn. Mpaka uambiwe miaka 40 hujui wewe ni firstborn. You don't know. Hujui wewe ni firstborn mpaka uambiwe kaa hapa wewe ni firstborn. Hujui? Ndugu yangu. Kwa hiyo wengine wangekuwa hawakwambii usingekuwa wajua kama ni firstborn. Sasa sinajua ndio maana na sasa mbona wasema wengine wanakuambia? As a firstborn, kipi ambacho umekifanya pale? Kwa sababu mimi nimelalamikiwa kesi zako karibu kila siku. Kila siku. Jana ulikuwa mkutano? Jana? Ya kwenda mkutano wa jana ulikaa? Jana? Hapana, jana nilikaa ndani. Ulikaa ndani, very true, hivyo ndo niliambiwa. Na mkutano wa juzi ulikaa? Ya kwenda hiyo mambo ya doni kubalisha nani? Hata niliwaambia hizi simu zenu hata ni mwangalie ndio. Kwa hivyo hukuenda mikutano yote. So ulikuwa unakaa unafanya nini? Maanake mimi tangu juzi nakupigia waniambia mimi lazima nikaapa mkutano, nakwambia haukai mikutanoni, unakataa. Mwisho nimekaa. Jibu kitu nakuuliza ili mada iende sawa. Umeshinda kuniambia wakaa mikutanoni na hukai. Kwa nini? Mwisho nimekaa. Ilikuwa ni jana majuzi. Hii ambaye Pastor Boni alikuja. Ndio ambaye tunapatishwa asubuhi wenzetu. Ni kuna watu wa pikipiki. Doni anashonea suti, nikamwambiaje? Sawa. Mimi nikienda, mimi ambao mwana baki yangu na japa. Sisi tutabaki. Wakaenda wapi? Wakaenda huko kushona suti ya Doni na kila kitu. Nikamwambia Doni, kama ni suti shoneni mali fulani. Watu wa orders. Suti zishone mali fulani. Sinawaambia, simwambia yajua. Na ulitoa pesa ya suti? Sikutoa, sasa zile matusi pete wasiji. Watu wa nini? Wewe mwenyewe ulitoka pale, watu wa boda boda. Mimi si nimeongea nao. Umeongea nao kawaambia nini? Ile siku wewe kutoka. Ile siku mara sienda kaongea nao. Aliwaambia nini? Watu wa boda boda unajua. Aliwaambia nini? Ongea mada ya kunyooka. Ndio mwasimamia matano. Naomba tafadhali tusaidieni. Watu wa boda boda wanatoa 15 ya suti, sanduku wanatoa 18. Unaona? Mambo mengine jisimamieni. Gari lishachukuliwa, gari la 33 people. Wale washajisimamia. Watu boda boda mimi wananijabii kando, wanasema Osborn wewe ndio unaweza naye. Na hiyo gari yote wanasema wataka Harford na Masi. Uongo. Umuongo. Watu wa boda boda zile fujo Harford na Masi wanafanya, hawana haja nao. Uongo. Umuongo. Usipige hapo. Wanataka wapande hiyo basi. Harford akaambiwa na kama wanapanda nayo wanaenda kutandikwa. Si ndio hiyo? Nakwambia mimi. Harford akaambiwa na rafiki yake, Harford usipande hiyo basi. Kama wanapanda hapo ni kwa ajili ya kuwanyoosha, kwa sababu vitu ambavyo ndugu zako wanafanya ukichanganya na wewe mwenyewe kwa ile matanga ni aibu tupu. Ni aibu. Ndio hiyo. Saizi mimi nimekaa pale, mimi na wakontrol, nitaumizwa. Wa control nini Osborn? Na wewe mwenyewe ndio unaharibu. Jana hapo nilienda kushana na watu wa boda boda pale. Nyinyi si ndio mlienda mkawaambia kwamba kushanunuliwa sanduku na suti wasitoe pesa? Nani anasema? Mimi sijaenda, mimi kaongea na watu wa boda boda. Mimi Harford ndio namfuata. Leo ndio hapo nikaa mpaka jioni. Lakini mimi swali langu linakuja hapa. Mumefiliwa. Kwenu kuna matanga. Mnatoa wapi? Mnatoa wapi nguvu ya ulevi? Mzee pale kama mtu yotoka ni Masi. Jibu kitu nakuuliza, mnatoa wapi nguvu ya ulevi? Ndio kuna kulewa Masi. Unalewaje na umefiliwa? Wacha kuongelea kina Masi. Nakuuliza wewe uko hapa mbele yangu. Unatoa wapi nguvu ya ulevi na umefiliwa Osborn? Pesa ya kuchanga huna. Lakini pesa ya pombe uko nayo. Wewe unafikiri watu unawajengea picha gani? Unawajengea picha gani? Wale ambao kina sisi ambao tumekuja kwenu kukushika mkono, unatujengea picha gani? Mimi pale kwa wageni. Ona kama ni haujibu kitu nakuuliza lakini. Ndio nakwambia. Kwa mgeni nakwambia hoya. Mimi bwana nakubaia pota. Lakini hapa naandika 200. Naambia mpatie huu Mjedoni
Juzi ninampatia bibi yake Doni pesa. Kwa nini ukubali kununuliwa pombe na uko msibani? Swali langu ni kwa nini mnalewa vibaya mpaka mnaleta fujo? Kuna mtu yakuja yajua wacha kubaie. Kwa nini ukubali kulewa na umefiliwa? Hilo ndo swali langu. Unatoa wapi nguvu ya kulewa na umefiliwa? Kama mtu anataka kupatia pesa, lazima unywe. Huwezi sema sitaki kunywa. Alafu kwa hivyo huwezi kataa pombe. Wadangia pombe, huwezi kataa pombe wewe. Mimi sidangii pombe. Mzee angalia babe, mimi pale mimi nabaki peke yangu mzee na japo. Jibu kitu nakuuliza, kubaki peke yako pale ni kwenu, lazima ubaki. Wataka ubaki na nani? Mtu anakuja hata kupatia pesa. Yakwambia mimi naandika 300. Lakini wewe wacha kutuelekea. Ninaambia oya, nenda kachukue leta hapa. Osborne wewe ni muongo. Na unajua kesho tarehe 15 wafikisha miaka 40. Alafu tabia zako Osborne wewe ni muongo. Yaani Osborne wewe ni muongo. Mimi mpaka sasa hivi namuuliza Mungu ana shida gani na mimi. Mpaka leo ninauliza nani yaombea binti story zote pesa kanika. Washangaa. Kama vile walivyokuwa wafanya visa vyako Nairobi, kila kitu information napata. Huyo mwanamke huyo ambaye wakwambia. Yeye mwenyewe mpaka yaulizwa na kina nani. Oya, uenda wapi? Mwanamke gani? Mwanamke gani ambaye waniambia? Sijui nani anakuambia lakini. Na mbona umesema mwanamke? Ni mwanamke gani? Nani huyo Bigakidon? Umemwona akiniambia? Sijui nani anakuambia lakini. Ndio mwanzo unafiki huo. Umemwona akiniambia? Umemwona akiniambia? Wewe umefiliwa pia ni mlevi. Yeye pale anatoka saa 11 kwa sababu mwanamke wa mtu amumpi amani, chakula chenyewe mwampanashi. Hiyo siku ukimtukana kuhusu chakula, mimi nilikuwa niko kwa simu. Wapewa simu uongee na mimi wateta. Ngoja kwanza, wateta kuhusu chakula. Chakula mpaka chauza kwa draw. Aliacha kula kwenu kwa sababu mnamsimanga. Usijifanye. Yeye anatoka anaondoka. Aenda tafuta mahali kuna amani kwa sababu hamumpi amani. Mimi nakuuliza swali, wewe watu wapi nguvu ya ulevi na umefiliwa? Kila saa napigiwa simu, Osborne amefanya hiki, Osborne amefanya hiki, Osborne amefanya hiki. Leo siku wacha. Mbona vitu hujibu vitu nakuuliza Osborne, unatoa wapi nguvu ya kulewa na una mazishi? Unatoa wapi nguvu ya ulevi? Basi hapa unikasirisha. Imagine hapa unikasirisha. Na kuuliza unaninyamazia. Hapa unikasirisha. Kwa nini? Kwa sababu wao na mimi ndo nakuuliza sasa hivyo vitu vingine before